Bwana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Safanki TV? Bwana, kama kawaida ni harakati migodini katika episode ya 5. Bwana, leo nimeamua kutembelea kati ya center mojawapo ambapo wachimbaji wadogo wanakuja kupumzikia. Niko na mmoja kati ya wakazi wa hii center ambayo inaitwa Gepu. Atatuelezea maisha halisi sasa, maisha baada ya kufanya kazi. Tutauliza maswali mengi, atatuelekeza maisha halisi katika hii center. Bwana, mambo vipi? Mimi mambo fresh. Fresh kabisa. Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Bahati James Mark. Naitwa Bahati James. Bahati James Mark. Ni mkazi wa hapa au ni umehamia? Naweza nikasema ni mkazi lakini bado sio sehemu ya makazi. Hapa ni Tanda kama unavyoona nyumba zetu za matubai. Ndio. Yeah. Maisha halisi bado sio maisha halisi kwa sababu kama unavyoona kawaida ya Tanda ni matubai. Hatuishi kwenye nyumba za matofali. Tunaishi tu kama maturubai, maana yake hata ikitokea moto hapa hatuwezi tukapata kitu chochote. Bidhaa zako zinaweza zikaungua zikaisha zote. Lakini hatuko kwenye makazi rasmi. Labda nafikiria kama serikali ingitazama kwa jicho lingine, iangalie labda inaweza ikatupa makazi ya moja kwa moja. Na pili hapa tumepakana na hifadhi. Ndio. Kama unavyotazama pale Shanta, huko ni sehemu ya raia kama sisi tunavyoishi. Lakini sasa makazi yetu tunategemea watu wanaochimba ndio waje wafanye nini? Watuungishe. Lakini ndio makazi yetu ya rasmi. Ni kitu gani ambacho kinasababisha sasa inakuwa ni aina ya makazi ya maturubai? Kwa sababu hapa tuko katika maeneo ya watu. Yaani kwa mfano hii wanaongelea kama ni claim kwa maana yake claim ya mtu. Kwa hiyo tuko chini ya claim ya mtu. Kwa maana yeye hawezi kukuruhusu ujenge nyumba ya matofali kwa sababu yeye ni claim yake. Kwa sasa inakupelekea ununue maturubai na turubai moja ni shilingi 35,000. Sasa mpaka banda lije liisha hili tayari umetumia gharama kubwa. Yaani katika hizo vyumba ambavyo vinatengenezwa kwa njia ya maturubai kuna watu ambao wanaishi kwa kutoa kodi. Hapana, yaani sisi tulivyo, kwa mfano mimi nauza bia, nauza vinywaji. Kwa nakuwa na wafanyakazi wangu kama unavyojua. Sisi tunapoendesha maisha, kwa hiyo tunakuwa na wapangaji kama wapangaji ambao labda dada zetu hao wanapanga. Swala la upatikanaji chakula linakuwaje katika eneo hili? Tunapata chakula vizuri tu kama unavyohudumia huduma zetu. Labda tulichokuwa tunazungumzia labda mazingira kama hivi unavyotazama mazingira usafi na nini. Labda ndio kiasi, lakini kwa kuhusu chakula hatuna shida. Uchimbaji haina shida. Shida ni upatikanaji wa dhahabu. Dhahabu inapopatikana basi na matumizi yanakuwa rahisi. Lakini kama haitapatikana maana haiwezi kawa nzuri kwa sababu hajapata ile dhahabu. Kwa bado huduma ya afya bado haipo. Yaani kwa sababu kama hapa kuna kijiji kinaitwa Jamaica ambacho ni makazi kabisa. Ndio. Ambacho kile kijiji ndio tulikuwa tunategemea labda tukitoka hapa tukimbie haraka tukapewa huduma kama pale kwa sababu wenzetu pale walishapewa makazi. Kwa hiyo kama ni makazi maana yake tungepata huduma kama dispensary kwa huduma za haraka za afya ingekuwa ni vizuri zaidi. Na ukiachana na swala la huduma za afya, ile swala la ulinzi na usalama katika eneo hili hapa likoje? Ulinzi na usalama mimi nilichokiona kwa mfano kama walipokuja Shanta. Ndio. Walipokuja Shanta asilimia kubwa doria inapigwa. Askari wengi wanakuja. Kwa hiyo kidogo usalama sasa umekuwepo kutokana na wale polisi wanakuja. Usalama umekuwepo, lakini mara kwanza tulipokuwa tunafanya kazi tulikuwa si kama polini. Kwa hiyo tunakuwa na wasiwasi, hata mimi ninapofanya biashara nakuwa na wasiwasi kwamba huku ni polini. Je, ikatokea wakaja watu wabaya inaweza ikawaje? Unaweza kukuzuru. Kwa sisi uoga mara nyingi tumeunda kwa mfano kama hapa tumeunda kwa uongozi baridi. Sio uongozi ule uongozi ambao ni uongozi ambao umeteuliwa na serikali. Ndio. Uongozi baridi wa muda. Kwa mfano kama mimi ni kama katibu. Ndio. Alafu kuna wengine ambao wamechaguliwa ambapo tatizo linapotokea la ghafla tunaambizana ili kusaidiana na kulipeleka sehemu muhimu. Kwa hiyo nafikiri ndio hilo. Na katika uongozi ambao umesema mmeuteua katika hili eneo hili ni nyewe wenyewe mnajichagua au kuna utaratibu maalum wa kuchagua viongozi? Kuna watu wazima ambao tulikaa tukaona kwamba kuna kwa mfano wachimbaji. Wachimbaji asilimia kubwa wanatoka huko, wengine hatuelewi walikotoka. Tukaona kwamba vurugu zinapotokea zinatokea vurugu ambazo unakuta labda imetokea vurugu la jinsi ya kusaidiana inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tukaona ni kwamba sisi wenyewe tuunde kama chama. Kwamba sisi hatuishi kama wadudu hapa, tunaishi kama binadamu. Sasa kama tunaishi kama binadamu ni bora tuweke kwa uongozi baridi ambako kama itakuwa ni tatizo kubwa tunaweza tukakimbia kwa mwenyekiti. Mwenyekiti tukatoa taarifa basi moja kwa moja likapelekwa polisi haraka sana. Kwa hiyo tukafanya vile ile endapo mwenzangu anakuwa na tatizo basi mimi nikaweza kumsaidia kwa haraka. Yaani sisi kwa pamoja tukawa na umoja wa kitu kimoja. Nafikiri tulifanya hivyo. Na labda nataka kusafiri kutoka hapa kwenda kule kupata huduma
huduma labda yoyote hata ya afya, gharama zikoje? Hapo sasa gharama ndio inapokuwa kubwa, kwa sababu kwa mfano labda wewe una tatizo usiku, alafu ukaenda kukodi bodaboda labda kutoka sio labda kutoka hapa mpaka Makongorosi kawaida tulipa 5,000 mpaka 7,000, lakini sasa utapokuwa na tatizo ambapo ni usiku, wa bodaboda atakwambia 20 au 30. Kwa sababu gani? Ni usiku, alafu yeye atakwambia usiku afanye kazi, kwa hiyo inabidi umbembeleze ili utoe pesa ile anayohitaji yeye. Kwa hiyo usafiri kwa kweli ninaona ni shida. Nafikiri usafiri wangetusogezea kama usafiri wa bajaji nafikiri ni usafiri wa haraka. Barabara inapitika kidogo, hao washanta wanatusaidia. Nimeona kila baada ya muda fulani wanatengeneza barabara na kuishindilia na kuiweka katika mazingira mazuri. Mvua ikinyesha watakaa siku mbili, lakini watakuja watashindilia na barabara nimeona mara nyingi wakiitengeneza. Kwa hiyo hao washanta tuko pamoja.